Hello, hello. Hope uko poa and you're blessed. Ni Agi tena. I promise I'll be giving you my story, the pain of rejection. And I believe tuko part 5 now. Um, nataka nikupatie story about, nilikuelezea vizuri sana. Wakati you are rejected, you are subjected into every pain. Uchungu wa aina yote wenye unaweza patikana ndio unakuanga subjected to. That is why it is very important kama mzazi, penda mtoto wako. Kama mzazi, penda tu mtoto wako. Kupenda hakuna gharama, lakini it's expensive. Hakuna gharama utatumia wewe kupenda mtu. Lakini kutompenda huyo mtoto wako, it will cost them a lot. Kwa sababu wakati uko rejected, a mother's love, it makes the world rotate. A mother's love. So now, mimi sikuwa na upendo wa mzazi, sikuwa na upendo wa mama, sikuwa na upendo wa baba. Na to make matters worse, my mother alifanya watoto wetu wanichukie pia. Aliwaonesha venye mimi si mzuri, si wa maana kwao, and so they hated me till to date. But I thank God. Just look at me. See how God works. Can you tell that mimi I was rejected by my people? Can you tell that I don't even we don't even see eye to eye? Can you tell? No. Because the love of Christ has kept me going. Amenipenda irregardless of whoever hates me. Amenipenda. Amenifunika na utukufu wake. Grace yake imekuwa, it has kept me going. His grace has kept me going. Now, nataka kupatia story kiasi. Still kwa hiyo mateso ya rejection. Na this one is a bit intense. Kwa sababu nilipomaliza class 8, to be specific, nilipomaliza class 8, nilitembelea aunti yangu fulani, alikuwa kule Murang'a, she's late. Na nilipomtembelea, one of those fine days, nikaenda kujisaidia msalani ama kwa washroom, na nikapata msichana wake wa kazi alikuwa amenyunyizia ile dawa, ile Harpic, ndio at least aweze ayache for some few minutes alafu akuja kusugua choo. And because of how much nilikuwa nimekazwa, nilikuwa nimeharakishwa, nikaingia na nikakalia. Nilipokalia pale, after kujisaidia nikafresh choo. But wakati kwa najisaidia nisikia hiyo Harpic imesprashwa, ikaniguza na huku nyuma, ikaingia na huku nyuma, ikanisprashia. And now, wakati nisprashia, kuna hii mtaro between the two ridges na huku nyuma, unaelewa. Hapo ndipo iliniguza, nikawashwa sana. So nilipomaliza nikaamka, nikaingia kwa bafu na nikaiosha. Na nilipoiosha na nikaendelea, but hiyo kuwashwa haikuisha. After some days, maybe 2 to 3 days, mahali pale paka crack na pakaanza kutoka tu maji. Nikaelezea my aunt. Kwanza ilianza kukua itche, kakona ka pain. It is itche and at the same time it has a slight pain. So crack na ikaanza kutoka tu maji. And I was like, hiyo ni hiyo dawa tu ama nini? Nikaambia my aunt, akaninunulia dawa kwa chemist, nikapaka na hiyo kitu ikapona. So ikaanza kutoka saa hiyo, ikaanzaga every time kuko cold, inapasuka. Kukiwa na baridi sana, ilikuwa inapasuka, inatoa tu maji. So nikakaa nikijiuliza, hii mbona inakaa ni kama ni kitu ilikuwa hapo kitabo, it was waiting to be provoked.
So nikawa tu sielewagi nini. So ikitokea kuna dawa nilienda nikapewa kwa chemist. So ikitokea nanunuanga, nilikuwa nanunuanga hiyo cream na paka, alafu inapona within some few days inapona. So ikaendelea tu, nikawa najiuliza, nataka kujua what happened, because nilikuwa naona inanilik kwa something, si ati ni hiyo tu ni hiyo hape kilimwagikia, and I wanted to know what really happened, and nikawa sina answers. But now some like I think it was 2000 I happened to meet a relative, a very close relative, sitamtaja ni nani, wa mama yangu, na akanipatia story. Akaniambia, do you know, ukiwa everybody has okay, tulianza kuongeaga mambo ya watoto. Akaniuliza watoto wako aje, wanaendelea aje, fulani yako aje, nikamuelezea. Akaniambia, unajua we were surprised wakati tuliona umepata mimba na umepata watoto, si moja ama si wawili. Akaniambia we were totally surprised because hakuna mtu alikuwa anafikiria utawahi zaa ama utawahi pata watoto. I was like, yeah. Nikakumbuka back in the village, kuna huyu Moiru wa mama yangu mmoja alikuwa na shidanga akieneza fununu akisema ya kwamba sitawahi oleka wala sitawahi pata watoto. Unaona? She used to say so. Na sikuwahi elewa ni kwa sababu gani alikuwa anasema sitawahi oleka wala sitawahi pata mtoto. So nikaanza kushikanisha. Akaniambia haikuwa uwe upata watoto wala haikuwa upata kuoreka. Okay, kuoreka labda ungeoreka, lakini tulikuwa confident ya kwamba hautawahi pata mtoto. And I was curious, I just wanted to know the reason why. So nikamuuliza bona, akaniambia wacha nikuelezee. Kuna stories nyingi sana kwa maisha yako, watu wa familia wamekuficha, and especially your mother, and I think it's time ujue. Okay, nikienda kwake kuna story fulani nilikuwa nataka kuconfirm. Nilikuwa nimejua and I wanted to confirm from that person. And so akanielezea, akaniambia, you know, wakati mama yako alioleka na your stepfather na akaenda na wewe kule, ilifika mahali sijui wakakosana na my stepfather, sijui wakapigana, akapigwa, akatoroka sijui usiku, akaniacha, akatuacha sisi watoto, sijui alitorokea wapi, akatuacha vile tu wazazi hupigana. Okay, it is si ati ni kitu normal, because si watu wote wanafanyanga hivyo. So alitoroka kaniacha, na aliponiacha somebody alikuja na akanirepe, and alinipa miaka akanipatia, I was between because me and my sister tumeachana na miaka miwili na mwenye amenifuata, some 2 years and some months. So akaniambia I was like 3 years also hapo, between 3 years hapo hivyo tu, because my sister bado alikuwa amezaliwa, so inaonekana nilikuwa 3 years or between 3 years and 4 years hapo. And so nilipolepiwa, nilikuwa nimelepiwa vibaya sana, na nilikuwa nimeraruliwa vibaya sana. And so wakati nilipelekwa hospitali, nilihave kufanyiwa upasuaji. I was operated on, na mahali walinifanyia operation na hapa nyuma katikati ya njia uzazi na njia ya choo, na hapo ndio walinifanyia upasuaji na nikatolewa uterus. You heard me right. Nikatolewa uterus. That is why walikuwa wanasema sitawahi zaa. And that is why huyo mwanamke alikuwa so confident ya kwamba I will never get married, na nikibahatika nioreke sitawahi pata mtoto. Hey, can you imagine that? It was a painful process because everybody believed I was dead.
Ati kuna watu mpaka waliwekwa wameanza kueneza uvumi na fununu ya kwamba nimekufa huo wakati kwa nafanyia operation. So it was worse. Ilikuwa baya. It was terrible. Now, by God's grace, niliweza kusurvive hiyo nayo, sikukufa, and here I am. And I thank God, I give God all the glory. Ukiniona nikismile hivyo, nimepitia uchungu mwingi, nimepitia mateso mengi, nimepitia kudharauliwa na but God has given me confidence na amenipatia raha ya kwamba kujua ya kwamba he loves me. Remember, God is, the Bible says he is more than 10,000 friends. So can you imagine, in this life you cannot make more than 10,000. You cannot make even 5,000 friends. Na nikisema hao niseme wale wa social media wenye wanatufollowingi, because you can be followed with even by millions of friends. Au si marafiki, those are fans. Those are fans. That's why unaonanga they cheer you wakati umetenda kitu kizuri kimewafurahisha, lakini at the next minute utafanya kama makosa hivi, ni wao wanakupiga mawe. They are stoning you. They are abusing you. Like 5 minutes from now, unaweza fanya kitu kadogo sasa hivi, uko na 5 minutes of fame, wakuchie, wakufurahikie, wakubambe, wakuita majina matamu, lakini after 5 minutes ufanye tena kitu kadogo tu hivi. Those people are the same people that will stone you. They will abuse you, they will unfollow you, they will unlike you, they will unlove you. Name it. Because those are fans. Lakini marafiki wale wa dhati, you cannot make marafiki hata 5,000. Hao ni wengi sana. Hata saizi ukiulizwa, hauwezi kuwa na marafiki hata 100 wenye ni marafiki wa dhati. Can you imagine? How about Jesus? He says he's more than 10,000 friends. 10,000 friends. So, ukiniona nikifurahia hivyo na ninapeana story ya uchungu, ninafurahia kujua niko na rafiki nyuma yangu ambaye ni zaidi ya marafiki 10,000, na nikiwa na yeye si niko na kila kitu jameni. I have everything. Now, that is the reason why walikuwa wananiambia ya kwamba, walikuwa nasema ya kwamba sitawahi pata mtoto, sitawahi zaa, kwa sababu everybody knew nilitolewa nyugu ya uzazi. So mtoto anaweza toka wapi? We niambie, is it logic utolewe nyugu ya uzazi kama mwanamke alafu uzae? It is not